Hello my good people. It's a beautiful morning and allow me to tell God that thank you, God, for giving us this opportunity, for giving us privilege to see today. I'm so honored, and on behalf of my viewers, God, I say thank you. Asante sana kwa uhai, kwa uzima, kwa everything that you are doing in our life. We are so grateful and thank you for the gift of life. Yeah, that we will always say thank you, God, because you are so merciful. Yani umetuhurumia na imekupendeza sana ili tuone siku ya leo. Tunakushukuru sana kwa yote. Yeah. Glory be to God. And to my returning subscribers, thank you so much for being part of my journey. I truly appreciate. And also, if you know you are tuning in for the very first time, please subscribe, like, share, and comment. Okay? And feel at home. So without talking too much, I want to take you through today's video. Yeah, nataka tuongee, we want to talk about this. Yeah, yesterday niliput across a video nikisema about ilikuwa update ya baby's birthday, big day. Yeah, baby, she's going to have a birthday very soon and a lot of people were so happy. Watu washaanza kumuish happy birthday. Me also nilimuish happy birthday in advance yesterday, of which we want to see our girl akiwa happy and also akifanya mambo yake, yeah, through God's will. Yeah, you know, you might be alive today and tomorrow you are normal. So whenever we see our celebrities wakiamka, wameamka, they are giving us something new, we have to appreciate God and also to appreciate them. Wasifeel tu wako tu pale and they are doing nothing. No. So yesterday that was the update, and today guys, kulingana na hiyo video ya jana nilisema baby ako allowed kuinvite whoever ata-invite na isikuwe ni biashara ya watu wengine. Na about Oga Obinna and baby's business, wali work pamoja na maisha yao inaendelea. Whatever happened na maisha yao inaendelea. Guys, let us not create that enmity between them. Ikuwe so much, ikuwe so deep. You know, fans ndio huwa wana leta chuki. But for me, I want to tell you guys, baby ni mtu akona akili zake, Obinna ni mtu akona akili zake. As much as, before I put across this point, as much as mnawaona ati hii na hii litokea, ati wanasema baby ana shukrani, kama angekuwa mtu fulani. Mimi kwa hii dunia kitu yenye naweza sema, kama angekuwa Mungu, sisi wote hatungekuwa hai. Sisi wote hatungejulikana popote. It is just because of grace of God tunaonekana, tunaongea, kuna wale hata wanakuja wanatusikiza, wanatucorrect, and life continues. So I want to correct baby's mafans wenye wanakuja wakisema kamejibeba because fulani alikashika mkono. You are there, you have no job, you have no business, ama uko mgonjwa, unalilia tu Mungu. You will never see God kwa macho hivi, but you will see God through someone, through a destined helper. So guys, whenever you see someone coming, ama umeomba sana, the more you cry kwa Mungu, Mungu huwa anasikia na anajibu maombi. So ukiona uko kwa hali ambayo ni ngumu, ama kwa hali ambayo ieleweki, mtu atakuja kuambia, okay, it is like this, let me put this. Kama Kaluma Boy alikuwa anafanya video zake, he was doing his thing, but through hiyo
kufanya mambo yake. Mungu alimuonekania siku moja. Mliona what happened mliona. Of which Baby na Oga Obinna, msikuja mkaanza kusema ati kama angekuwa Obinna Baby angekuwa somewhere. Hiyo kitu ndiyo yenye Oga Obinna anakashifu, anasema muache hiyo porojo, muache maneno na about yeye kukuwa invited kwa birthday ya Baby. They might be doing something in secret. It's not like everything yenye Baby anafanya akuja aseme ama Oga Obinna akuja aseme. So Oga Obinna amekama out na kukashifu watu ambao wanaeneza mambo ya uongo. Birthday inakuja, yes, sisi hatujui. These people they talk behind the cameras, wanaongea. Na hata mkishinda mkiwaongelelea, wako so busy doing their thing. Oga Obinna ndio huyo anatoa manyimbo. Kama hujaenda kusupport hiyo new hit yake, enda usikize, ambapo watu walikuja wakasema ameimba vitu hazieleweki. Na wewe ni nini yenye umefanya so far? Let us not be so quick to point fingers on others. Rather, let us listen to the message and support them. By supporting someone, haujui bahati yako inatokea wapi ama haujui baraka zako zinatokea wapi. So, ni warning tu amepeana ama ni maoni yake amepeana kwa fans. Waache mambo mengi, wangoje hiyo siku ifike, whatever happens happen. Isikuwe kama kwa Kaluma Boy vile walisema he was supposed to be there and yet Oga Obinna alikuwa anashughulikia mambo ingine. So hao watu ni ndugu na dada. Tafadhali muache kufanya nini? Kuweka misumari between, yani mlete tu, sijui mnataka muone wakiwa kwa kiwanja wakifight. Baby will never fight with his baby. Hao Baby walitupea jina Baby wa Baby. Mnataka wa fight ndio nini ifanyike? They will never fight. Bado wako pamoja and they are working together. Hata kama kuna nini, mambo utokea, watu ukosea na watu usameana na watu wanaendelea mbele. Oga Obinna show yake inaendelea kawaida without Baby. Baby miradi zake na deals zake zinaendelea without Oga Obinna. So long as waliweka hapo something for a start. Na Baby worked so hard, hakufail through prayers. Obinna akapush so hard na bado analeta watu wengine kwa platform yake. So what is the big deal, guys? It is good we learn, we move on, tuachilie vitu zingine na mambo iendelee vile Mungu amepanga. Kama tungeona Baby ako pale kwa Obinna naenda afifie, labda hiyo ndio ingekuwa furaha ya watu wengine, ama kalikuwa kasichana kakayole. So what? Wewe uko Kibira huko ndani ama uko Ushago ndani, hata ni bundles tu ya 10 bob unaenda unawatch and then you comment vitu hazifai. Furahia watu wengine, nawe pia Mungu akufurahie na akufungulie njia yako. So that was the message that Obinna has put across, and kindly wacha tuheshimu hiyo and tuwa support with all our means. Na hatujui mwenye Baby ata invite, whoever she invites, tuko sawa na hiyo.